Hata bishop wakifanikiwa wengine wanapata shida tu. Hii mambo yote tutamaliza katika jina la Yesu. Na hii mkutano tukibarikiwa, Mungu akikubali kufungua bingu aseme nimebariki watu hawa, tutachange mpaka economy ya Kenya, tutachange economy ya kila kitu. Bwana Yesu asifiwe. Na ningependa kuwaambia kwamba hata hii maneno mnasikia ya kwamba mabishop wanadanganya watu ndio wapate pesa. Wanaenda hivi ndio wakule ng'ombe yako na nini. Ni kwa sababu hakuna pesa. Wakibarikiwa hawatakula ng'ombe tena. Watahubiri injili. Kwa sababu wengine wanahubiri na hajalipa school fees. Sasa anaona watu kama hawa anajua nitafanya nini. Tunaamini hata hiyo uongo itakwisha katika jina la Yesu. Karibu bishop. Sasa ningependa kusoma maneno, nikimaliza kusoma maneno hayo mawili matatu, nitawapatia historia business hapa Nairobi, na tukimaliza hivyo tutaomba. Lazima leo uombe, maana maombi hii itasaidia Mkristo na asiye Mkristo. Maombi haya itabadilisha kila kitu katika jina la Yesu. Asante sana. Karibu bishop, mmempatia kitu kwa matatizo. Umekuta nikisema mtu akifanikiwa hapa Nairobi ana kweli. Na yule hasora hapa hana kitu. Hata tubu haimuumi. Unamuona kazini kila siku naye hapati kitu. Yule ambaye ametoka hiyo refu ameanza kubarikiwa. Ndio unasikia kwamba malaria, aende India. Mumesikia watu wangapi hawa hawana kitu wakienda India? Ni wale tu wako na kitu wanaenda India. Hata hatujuangi wakienda. Tunawaona kwa social media. Haya India. Mara ya mwisho kukunywa dawa. Tunaimaliza leo katika jina la Yesu. Ndio mtu akule pesa yake na afurahi. Inaitwa kubarikiwa. Kubarikiwa ni kusema uko na mali, uko na vitu na unaweza kukula na na kunywa. Lakini kuna watu wako na mali lakini hawakuli. Uko na nyama zimejaa kwa nyumba, wafanyikazi ndio wanakula. Wewe unaandikiwa na daktari maharagwe. Watu wako wa kazi wana sosi hiyo nyama zote, maziwa yote, na unaona wanakula zote na hawaulizwi, hawaendi kwa daktari. Lakini wewe umefanikiwa, ukikula lazima uende ukarale hapo upimwe. Na hapa kuna watu hawapimwi na wanakula mfululizo. Lazima tubarikiwe katika jina la Yesu. Hata lazima tufanye nini? Tubarikiwe. Na kwa hivyo ningependa kuwasomea Biblia niwaonyeshe mambo yale na nataka kusema, na hiyo maneno nikisha waonyesha Mungu atawabariki. Katika Yohana wa kwanza sura ya 3 mstari wa 5 na mstari wa 8, maana nitaomba hapa katika jina la Yesu. Ningependa kwanza kuambia Yesu alikuja kufanya nini. Maana tunaomba kwa jina lake. Hatuna mitishamba hapa, hatuna vitu tutafanya, hatuna nyusi tutafunga hapa. Tunatangaza na jina la nani? La Yesu. Na mambo haya yote itakwisha na kila mtu atabarikiwa. Amen. Inasema hivi, nanyi mnajua ya kuwa yeye alidhihirishwa ili aziondoe dhambi, na dhambi haimo ndani. Verse 5. Inasema ya kwamba Yesu alikuja hapa duniani aondoe dhambi, maana Mungu Mnakumbuka hata alitoa 10 commandments na akatetemesha mlima. Akidhani watu watawasha dhambi. Walivuja zote hapo chini ya mlima. Hapo tu. Hata Musa mwenye kuona kidole cha Mungu kikiandika, alivuja ingine hapo. Akakasirika na akasema maneno mabaya. Sasa ikaenda hivyo, Mungu akamaliza watu, akasema watu waumie, watu wafinyiliwe, akaona na watu watakwisha, akasema mwenyewe ashuke hapa, afae mwili kama wetu ili aweze kutuokoa kwa hii matatizo. Na alikuja hapa katika makabila yote ya dunia, aliona afae mwili wa Myahudi,
Kwa hivyo angefuata mwili wa Mjaluo, wa Mkikuyu, wa Mkamba, lakini alichagua kufaa mwili wa Myahudi. Akaja hapa duniani na akasulubishwa. Hiyo damu ya Yesu ndio damu ya kipekee hapa duniani. Wale wasomi mnaweza kuangalia kwenye internet na kwingine ya kwamba kuna wakati wanasayansi walienda pale Jerusalem wakachukua sample ya damu ambayo waliona imemwagika ndani ya mawe, imemwagika juu ya sanduku la agano la zamani hapo. Wakachukua hiyo damu wakaenda kuipima. Na niliona wakisema walipiga magoti wakalia walipoona ya kwamba tunajua mwanadamu wa kawaida ako na damu ya mwanaume na mwanamke. Walipima damu hiyo wakakuta iko ya mwanamke peke yake. Wakaangalia na wakauli sana, nani anaweza kuwa na damu ambaye sio XY chromosomes zimecombine, ni damu ya mtu mmoja. Wote wakalia wakasema history ni ya kweli. Na ndio damu hiyo hata mtu akienda kwa shetani usacrifice watoto 10 hawawezi kuikwa hiyo damu. Hiyo damu ilikuwa ya mwanamke peke yake. Na leo hakuna mwanamke hapa, hata yule muombaji anaweza kushika mimba peke yake. Atashikaje? Ni Mariamu tu alishika mimba na hakuna mwanaume wa kawaida alihusika. Na hiyo damu ilipomwagika ndio inakuwa na nguvu ya kuyeyusha na kukausha nguvu zote za giza. That is first reason ilifanya Yesu akuje, ya kwamba tuache dhambi. Na wafanyikazi wa wanabiashara wa area hii, ninaona kama mnakaa na mke vizuri wakati hauna pesa. Unasema my dear, my sweetie, honey, na unamuita majina mengi ya chakula. Si hizo majina zote ni za chakula? Honey, sweetie, hizo ni majina ya chakula. Ukibarikiwa tusikie umeanza kwenda China, umeanza kwenda Dubai, tunasikia sasa umepata mke mwingine. Hii tabia lazima tuache katika jina la Yesu.